Sehemu ya pili. Uvuli wa mwanzo. Nilidhani yale majani ya msitu, vumbi la mkaa na ndoto zisizoisha vilikuwa tu mchanganyiko wa akili iliyochoka. Lakini siku ya pili nilipofungua laptop yangu, mlango huo haukuwa kwenye picha tu, ulikuwa umegeuka video. Video hiyo haikuwa nimeiweka, ilikuwa inajicheza yenyewe na sauti yangu ilisikika nikisema mambo sikuwahi kuyasema. Mlango sio lango la kuingia, ni lango la kuachilia. Na kile kilichoachiliwa hakijawahi kurudi. Nilishika kando ya meza, moyo ukinidunda kama ngoma ya vita. Ndani ya video, mlango ukafunguka tena na kilichoingia kilikuwa mimi. Lakini si mimi niliye hapa sasa. Nilianguka ghafla, si kama usingizi, bali kuvutwa nje ya mwili. Nilijikuta katika jumba la kale, kuta zilizofunikwa kwa maua yaliyokauka na dari lililofunikwa na nyota zinazozunguka. Nilitembea, mwangaza haukuja kutoka juu, bali kutoka chini ya ardhi. Nilipogeuka nyuma, mlango haukuwepo tena. Badala yake, niliona nakala ya pili ya mimi nikinitazama kutoka upande wa kioo kikubwa. Alikuwa akilia, lakini macho yake hayakuwa na majini, yalikuwa yakiwaka moto wa bluu. Unachelewa Kito. Nilipokuwa nikitembea kwenye jumba hilo, nilikutana nao, wanyama waliogeuka miamba, watu waliogeuka milango na milango iliyolia kama watoto. Walisema walikuwa walinzi wa nyakati, waliokwama kwa sababu mtu mmoja alichora mlango kabla ya wakati wake. Na mimi ndiye huyo mtu. Ghafla nilipelekwa kwenye tukio la kale, la zamani sana, ambapo kijiji kiliteketezwa kwa moto wa kimajini, na kiongozi wa kijiji hicho alionekana kuwa mimi. Lakini si mimi niliye sasa, bali yule wa zamani aliyeahidi kuifunga milango yote ya muda. Na sasa mimi wa sasa nimefunguka tena. Mmoja wa viumbe waliogeuka miamba akanambia, hujui bado, dunia unayodhani ni halisi si yako. Wewe ni kivuli kilichojificha ndani ya maandishi ya mlango huo. Na hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Niliangalia mikono yangu, zikawa mistari ya maandishi inayoishi. Kila kitu kilianza kupotea taratibu. Dunia ilikuwa ikinisahau. Niliposhutuka tena, nilikuwa katika makumbusho ya kale, lakini kila sanamu ilikuwa sura yangu, na kila moja ilikuwa ikinong'ona jina langu polepole kwa mdundo wa mlango unaofunguka. Lakini kilichoogopesha zaidi, nilipoangalia kwenye kioo, sikujiona.